Wewe ni moja kati ya watu ambao walikaa upande wa Mbowe wakati wa uchaguzi, na hivi sasa imekuwa ikisemekana kwamba watu na uhama wanasema kwamba ni watu upande wa Mbowe. Hilo unazungumziaje? Sasa unauliza nini wakati unaniona hapa? Kwa hiyo sio kweli. Unaona sio kweli, sio kwamba kila mtu aliyehama ni mtu wa mnaoita watu wa Mbowe. Kwanza mimi naamini kwamba mambo yalishakwisha. Uchaguzi ulishakwisha. Sasa hivi hakuna mtu wa Mbowe wala hakuna mtu wa Lissu. Sasa hivi kuna watu wa Chadema, hususan kwa sisi tuliokuepo hapa. Itabaki kwa hivyo na tutaendelea tutaendelea kukomaa na shughuli za chama, kwa sababu wote tunafahamu kwamba hiki chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ndio tumaini pekee lililobaki kwa wananchi. Kwa hiyo ni lazima sisi tuchukue wajibu kama viongozi wa chama hiki. Lazima sisi tuchukue wajibu wa kusatisfy haya matamanio au matarajio ya Watanzania. Hiyo kozi hatuwezi kusell out. Haya mawimbi yanayokipiga chama chenu, unaamini ni naturally yanatoka ndani ya chama au kuna external forces? Na kama ipo, mnatokaje hapa? Of course kuna external forces. Kuna watu wanajaribu kuteka advantage ya hali yoyote iliyotokea. Hatuwezi kukataa kwamba kuna uncomfortability zilitokea baada ya uchaguzi wetu. Hilo hatuwezi kukataa, lakini ni utamaduni. Malalamiko yapo katika vyama vyote. Watu watalalamika kwenye Chadema, hiki akikwenda sawa, hiki akikwenda sawa, kama ambavyo watu wanalalamika kuhusiana na mchakato waliofanya CCM kumpitisha mgombea wa urais mwaka huu. Kwa hiyo hivi vitu vipo, lakini vinashughulikiwaje na kila chama? Ndio maana tuko kamati kuu sasa hivi kwenda kuangalia, tunadiscuss tunaenda vipi mbele na chama chetu, tukiweka mbele maslahi ya Watanzania. Narudia tena, kwa sababu hili ndio tumaini pekee lililobaki la Watanzania, labda na jeshi.